Mjadala bado unaendelea kwamba kanisa la Mungu limeanguka, Seventh-day Adventist imeanguka, imekuwa Babylon. Na huu ni mjadala ambao umeenea kila mahali, ukiangalia kwenye mitandao unakutana nao kila sehemu. Na nikukumbushe tu andiko ambalo tulisoma katika sehemu ya kwanza. Leo tutakuwa na muda mfupi tu kwa sababu ya mambo mengine. Kitabu cha Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume, Acts of the Apostles. Chapter yake ni ile 20 na aya yake ni ile 28. Inasema namna gani? Matendo ya Mitume 20:28 nasema, jitunzeni nafsi zenu na lile kundi lote nalo ambalo Roho Mtakatifu amewaweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake, mpate kulilisha kanisa lake Mungu alilolinunua kwa damu yake mwenyewe. Kwa hivyo kulingana na kitabu, kulingana na Biblia, inaonyesha kwamba Mungu ako na kanisa moja tu hapa duniani. Wala Mungu hana makanisa. Mungu ako na kanisa moja tu hapa duniani, na ndio Mungu anasema amelinunua kwa damu yake mwenyewe. Kanisa la Mungu ni moja. Sasa ndio tumekuwa tukijiuliza, kanisa la Mungu linaweza likaanguka? Maana watu wametokea na tetesi nyingi duniani, na amekuwa na mambo mengi na kujaribu kunukuu maandishi ya Dada White vibaya na hata Biblia kuonyesha kwamba Dada White hata yeye alitoka ndani ya kanisa. Lakini si hivyo. Dada White hakuwahi toka ndani ya kanisa. Na kadri vile tutakao tunaendelea kujifundisha, tutaona vitu vingi na statement nyingi ambazo zimeweka katika roho unabii. Leo nataka tusome kitabu kinaitwa Testimonies to Ministers, TM, page 22, paragraph yake ni ya pili. TM 22, paragraph yake ni ya pili. Nasema hivi, maana tunaangalia kanisa la Mungu linaweza likaanguka. Watu wanasema kanisa la Mungu limeanguka. Watu wanasema kanisa la Mungu kipindi cha mwisho limekuwa Babeli. Lakini hapo ndio tunauliza swali, kanisa la Mungu linaweza likaanguka? Sasa Dada White kuna mambo aliyozungumza tangia zamani na akaonyesha na akaandika. TM 22 paragraph 2 anasema, kichwa cha habari kinasema false teachers to be shunned. Walimu wa uongo waepukwe, walimu wa uongo waepukwe. False teachers to be shunned. Anasema aje? When men arise, wakati wanadamu ama wanaume ama watu watainuka. When men arise claiming to have a message from God. Wanasema ujumbe huu hakika umetoka kwa Bwana. Ujumbe huu umetoka kwa Mungu. When men arise claiming to have a message from God, but instead of warring against principalities and powers and the rulers of the darkness of this world, badala yao kupingana na hila na mbinu na mitego ya yule mwovu shetani, they form a hollow square. They form a hollow square and turn the weapons of warfare against the church militant. Na tuliona church militant katika sehemu ya kwanza. Kanisa hili la Waadventista wa Sabato bado halijakuwa the church triumphant. Bado kanisa liko vitani. Bado ni kanisa militant. They nasema, but instead nasema they form a hollow square and turn the weapon of warfare against the church militant. Dada White anasema aje? Be afraid of them. Yani mtu anapoinuka, unaona kanisa la Mungu limeingiza hii. Unaona kanisa la Mungu limeleta misalaba. Unaona kanisa la Mungu limeleta Pathfinder. Kanisa. Badala ya kupeleka ujumbe wa malaika watatu duniani, kupeleka kuonya dunia wajue kwamba mwisho unakaribia, wanageuza mishale yao kwa kanisa la Mungu ambalo liko vitani. Dada White anasema be afraid of them. Waogope kama vile unaweza ogopa ugonjwa wa ukoma ama vile unaweza ogopa ugonjwa wa corona, kwa sababu hawana kitu kingine watahubiri. Mtu akiweka speaker ama akiweka nini, unaona tumeona magwaride, tumeona hamuhubiri Yesu. Dunia inamhitaji Yesu kipindi hiki tunaishi, kipindi cha mwisho. Watu wanamhitaji Yesu. Watu wanahitaji kujua ukweli wa maandiko vile ulivyo. Lakini badala ya watumishi wa Mungu wanachukua mishale, wanaanza kuelekeza kanisa la Mungu, kusema kanisa limekuwa Babeli, kanisa la Mungu limeharibika. Dada White anasema
Be afraid of them. Waogope watu kama hao. Yaani tukiwakuta mahali dada wetu anasema waogope kabisa hao watu. Kwa sababu gani? They do not bear the divine credentials. Hebu sikia ndugu na dada mpendo unaangalia. Hebu sikia. Ati they do not bear the divine credential. Kumbe hata Mungu hana habari nao. They do not bear the divine credential. God has not given them any such burden of labor. Mungu hajawapatia hiyo mzigo. Enda waambie watu Pathfinder, enda waambie watu misalaba, enda waambie watu General Conference. Mungu hajawapatia hiyo kazi. Hajawapatia. Sasa swali linakuja, kama si Mungu aliyowapatia, ni nani aliyowapatia? Hapa hata wewe jiulize. Wacha nisome hapa tena. They do not bear the divine credentials. God has not given them any such burden of labor. They would tear down that which God would restore by the laudation message. He wounds only that he may heal, not cause to perish. The Lord lays upon no man a message that will discourage and dishearten the church. Mungu hayuko hapo. He reproves, he rebukes, he chastens, but it is only that he may restore and approve at last. Angalia, hii ni kitu kingine nakiona hapa. Ngoja nirudie hapo mpendwa. Inasema he wounds only that he may heal, not cause to perish. The Lord lays upon no man a message that will discourage and dishearten the church. He reproves, he rebukes, he chastens, but it is only that he may restore and approve at last. How glad, sikiliza statement ile dada itanazungumza. How glad, tunasoma testimonies, testimonies ministers, TM 22 paragraph 2. Inasema, how glad my heart was made by the report from the General Conference that many hearts were softened and subdued, that they may made humble confession and cleared. Angalia, dada kumbe anaunga mkono, hata anakubaliana, hata anapongeza kazi ambayo General Conference ilifanya ya kuhubiri ujumbe, watu wakapata ujumbe, ya kupeleka ujumbe, watu wakaokoka, ya kupeleka ujumbe, kazi ya General Conference, watu wakapondwa mioyo yao, wakakubali Kristo, wakaacha dunia, wakajiunga na kanisa la Mungu kupitia kwa mikakati ambayo General Conference ilifanya. Lakini kuna watu wanasahau, wanasema wacha bwana, General Conference ilianguka, wacha bwana, General Conference imekuwa Ted Wilson uliambiwa dia General Conference. Sikiliza. Inasema aje? How glad I was to know that many welcomed Jesus in as an abiding guest. How is it that these pamphlets, maana kuna pamphlets zipo na hata kihistoria dunia inajudia sahihi. How is it that these pamphlets denouncing the Seventh-day Adventist Church as Babylon, sikiza, were scattered abroad everywhere at the very time when the church was receiving the outpouring of the Spirit of God? Hii ni swali napenda dada na ndugu yangu unayetazama ujiulize. Dada wetu anauliza testimonies, anauliza angalia, anasema anaje hapa, how glad I was to know that many welcomed Jesus in an abiding guest, as an abiding guest. How is it, anauliza swali, how is it, imekuaje that these pamphlets, kuna tu pamphlets ambao si roho ya unabii, sio Biblia, tunaandikwa na watu tu. Unaona tumeandikwa vipi, tunaanza kupelekwa kwa watu. Angalia makosa ya Seventh-day Adventist, angalia wameleta misalaba, angalia wameleta hii, angalia malesoni. Dada wetu anasema imekuaje basi? How is it that these pamphlets denouncing the Seventh-day Adventist Church as Babylon were scattered abroad everywhere? Yani wanangoja wakati watu wanapiga ujumbe, General Conference, makanisa yameandaa ujumbe, kuna offshoot wanakuja wanaingia na tukatasi tumeandikwa offshoot. Ni offshoot maana hawana jina lingine. Wanaingia wanaanza kupeana. Unaona
kanisa limeanguka, kanisa imekuwa Babeli. Wanaanza kupeana tu pamphlets, wanapeana. Wale watu ambao wamempokea Kristo, wanapompokea Kristo hivi, wanaanza kukorogwa akili zao, wanaanza kupatiwa tu pamphlet ambao hatuna maana. Watu wa Mungu wanaanza kupotea katika dunia. Watu wa Mungu wanaanza kuingia katika ubaya wa dunia. Ndio sababu dada wetu anauliza, how is it that these pamphlets denouncing the Seventh-day Adventist Church as Babylon we are scattered abroad everywhere at the very time when that church was receiving the outpouring of the Spirit of God? How is it that men can be so deceived as to imagine that the loud cry... Nataka nirudie hapo. Naomba nirudie hapo. How is it that men can be deceived? Inakuwaje wanadamu watadanganyika? Men can be deceived as to imagine that the loud cry consists in calling the people of God out from the fellowship of a church that is enjoying a season of refreshing. Oh, may this deceived soul come into the current and receive the blessing and be endured with the power from on high. Angalia, hii ni jambo ambalo ndugu na dada mpendwa, unastahili kujiuliza tena kwa umakini. Inakuwaje statements kama hizi hazisikiki zikisomwa katika vikundi ama katika maeneo kama haya? Inakuwaje? Na hata sasa najua hii mkanda ambao tunatoa sasa hivi, kuna watu wamekaa mahali wanakaa ambao wako na ile attitude ya holier than thou. Niruhusu niseme, wako na attitude holier than thou. Wao ndio wanafahamu roho nabii kuliko watu wengine. Watakuja wachukue tena hii, waanze kusema majibu kwa kasina. Mimi sina huo muda, mimi nitakuwa naendelea kufundisha watu, waangalie, wajifunze. Maana wanakuja kusema hakusoma vizuri, hakuelewa vizuri, haimaanishi hivyo. Sasa unashindwa jambo moja. Wao ndio walikuwa inspired ama dada White ndio alikuwa inspired? Hiyo swali utabaki ukijiuliza. Nimekutolea statement hapa nzuri tu. Kanisa la Mungu tunauliza kipindi cha mwisho kanisa litaanguka. Katika sehemu ya kwanza nikutolea statement ambayo inasema kanisa kipindi cha mwisho itaonekana kana kwamba inaanguka, lakini halitaanguka. Kanisa la Mungu halitaanguka. Sikiliza. Nasoma kitabu kingine kinaitwa Selected Messages, Book 2, page 66, paragraph 2. Inasema hivi, the message of the Laodiceans. Inasema, God is leading out a people. He has a chosen people, a church on the earth, whom he has made the depositories of his law. He has committed to, not churches, church. He has committed to them sacred trust and eternal truth to be given to the world. He would reprove, Mungu mwenyewe atakemea. He would reprove and correct them. The message to the Laodicean is applicable to Seventh-day Adventists who have great light and have not walked in the light. Kuna watu ambao ni Waadventista wa Sabato, wako na ukweli lakini wamekataa kufuata huo ukweli. Unajua hapo ndio watu watakuja kuinterchange hapo. Unaona? Umeona vile vizungumza? Hajaweka vizuri. Hapo nakusubiri. Angalia. Nasema inasema, it is those who have made great profession but have not kept in step with their leader that will be spewed out of his mouth. Hao ndio watatoka. Hao ndio watatemwa. Waliokatana na ukweli wa Yesu Kristo, hao ndio watatemwa, watatoka. Anasema aje? Out of his mouth unless they repent. Sikiliza sasa. The message to pronounce the Seventh-day Adventist Church Babylon and call the people of God out of her. Nataka nirudi hapo. The message to pronounce, ujumbe kuita, the message to pronounce the Seventh-day Adventist Church Babylon and call the people of God out of her does not come from any heavenly messenger or any human agent inspired by the Spirit of God. Ala? Kwa hivyo ujumbe ukisikia General Conference na yote na Waadventista wa Sabato imekuwa Babylon, ujumbe huo hujatoka kwa Mungu. Ni ujumbe ambao umetoka kwa shetani. Maana kama hujatoka kwa Mungu, definitely umetoka kwa shetani.
Hiyo ndio the clearest language I can use. Kama haijatoka kwa Mungu, imetoka kwa shetani. Kwa hivyo ujumbe wa kuita kanisa la Mungu Babylon, dada White anasema ujumbe huu haujatoka kwa Mungu kabisa. Sasa kama hujatoka kwa Mungu, umetoka kwa nani? Umetoka kwa shetani. Eti nakuambia watu sasa tokeni ndani yake. Niliona mwingine akinipigia simu, ananiambia mtumishi, wewe umekuwa ukihubiri ukweli, sasa umecompromise. Na kuambia utoke huko. Ufunuo 18:4. Ufunuo 18:4 nani alikwambia ina apply kwa Seventh Day Adventist? Mungu anasema kupitia kwa mjumbe wake, the message ambao ni ya kuita kanisa la Mungu Babylon na kuita watu watoke katika SDA, Seventh Day Adventist, haijatoka kwa Mungu. Ndio sababu unaona huo ni ujumbe ambao si wa kufuatwa na wanadamu. Sikiliza. Dada White kuna swali anauliza. Maana suppose sasa unasema watu watoke. Sikiliza vile dada White anasema. Hii ni kitabu kinaitwa Manuscript Releases Volume 1 MR 354 paragraph 1. Anasema aje dada White? Bwana akubariki sana unapozidi kuendelea kutazama. It seems almost impossible. Narudia. It seems almost impossible that anyone who had a genuine experience in the faith should suggest such erroneous application of scripture as applicable to God's commandment keeping people. Hii sasa nao ni kali. Hii ni kali mpendwa ndugu na dada. It seems almost impossible that anyone who had a genuine experience in the faith should suggest such erroneous application of scripture as applicable to God's commandment keeping people. Gani? Supposing this superior message is the one everyone must hear for this time. Which message? Come out of her, my people. Dada White anakuuliza hivi. Where shall we go to? Where shall we find the purity, goodness, and holiness? Where we shall be secure? Where is the fold where no wolves will enter? Tutatoka tuende wapi? Ndio maana Biblia inasema kanisa la Mungu ni hilo moja peke yake. Hakuna kusema kwamba tutoke katika kanisa la Mungu, tuondoke tuende nje, tukaanzishe makanisa mengine kule nje. It is not biblical. Hata kwa roho nabii hakuna. Nilikwambia juzi, independent churches kwa roho nabii hakuna. But independent ministries ziko zimejaa. End Time Loud Cry TV, it's a ministry but within the church. Kuna zingine zimejaa Zion Trumpet, zingine zimejaa huku nje. Nyingi tu ambazo ziko ndani ya kanisa hazikinzani na mpangilio ambao Mungu aliweka. Dada White anauliza, kama hivi ndio itakuwa, tokeni kwake enyi watu wangu, Ufunuo 18:4. Tutatoka tuende wapi? Ndio sababu unaona vikundi hivi vidogo. Hivi vikundi, na dada White amesema tukue makini na we should be afraid of them. Erroneous teachers, au walimu ambao wametokea wa uongo. Dada White anasema tuwaogope kabisa. Kwa nini? Wakati wanaanza kuambia watu, tokeni huko, tokeni. SDA imekuwa Babeli. Hata msitume zaka na sadaka huko. Hata msitume. Wanaenda kinyume na Biblia na roho nabii. Mhubiri, unasema namna gani? Nasema hivi. Hao ni manabii wa uongo na walimu wa uongo. Na dada White alisema lazima tuwaogope. Wanasema hata usitume pesa huko. General Conference bwana. General Conference imeanguka bwana. Wewe hujui? Diop anaenda kuwakilisha watu kwa General Conference kwa WCC. Sijui imekuwa namna gani? Wamekuwa na handshake. Vitu zingine dada White alisema katika last day events, hiyo message unayoleta haina uzito hata kwangu mimi. Wacha dada White, kwangu mimi haina uzito wowote. Sermons and Talks Volume 2 page gani? Sermons and Talks page 74 paragraph 4. Sikiliza. Sermons and Talks page 74 paragraph 4. Msitoe zaka na sadaka huko. General Conference imeanguka. Badala ya kutuma huko, tutumieni sisi ili tufanye. Kumbe iko kwa mambo kama haya. Sikiza dada White vile anasema. You have been withholding your means
from the cause of God. Mko mkishikilia unasema sitatoa kwa general conference bwana. Sitatoa kwa conference. Sitatoa, wanakula, wanauza, sikiliza. Dada wetu anasema hivi, you have been withholding your means from the cause of God. Read the book of Malachi and see what is spoken there in regard to tithes and offerings. Cannot you see that it is not best under any circumstances to withhold your tithes and offerings, because you are not in harmony with anything that your brethren do? Sikiliza. The tithes and the offerings are not the property of any man, but are to be used in doing a certain work for God. Unworthy ministers may receive some of the means thus raised, but dare anyone, because of this, withhold from the treasury and brave the cause of God. Of God? Anauliza ni swali hiyo. Sema hivi, I dare not. I pay my tithe. Dada yetu anasema, I dare not. I pay my tithe gladly and freely, saying, as did David, all of thine own have we given thee. A selfish withholding from God will tend to poverty in our own souls. Act your part, and my brethren. Act your part, my brethren and sisters. God loves you, and he stands at the helm. If the conference business is not managed according to the order, of the Lord. Sikiliza. If the conference business is not managed according to the order of the Lord, that is the sin of the erring one. Hiyo ni dhambi ya huyo ambaye anafanya. Wewe umetoa zaka na sadaka. Conference imepelekwa conference. Yule mmoja katika conference ameitumia vibaya, ameenda kununua magari, ameenda kufanya vitu vyake, kununua mashamba, badala ya kupeleka ujumbe. Dada wetu anasema hiyo ni dhambi ya huyo, si dhambi yako. If the conference business is not managed according to the order of the Lord, that is the sin of the erring one. The Lord will not hold you responsible for it if you do what you can to correct the evil. But do not commit sin yourselves by withholding from the Lord his own property. Cursed be he that doth the work of the Lord deceitfully or negligently. Angalia. Kumbe tunafaa kupeleka kule. Ndio sababu unaona watu wanasema we've lost confidence with the general conference. General conference ni sauti ya Mungu. Najua kuna statement tunasema I no longer regard the general conference as the voice of God. Tutakapokuja sehemu ya pili tutaanzia pale. Je, general conference ni sauti ya Mungu ama si sauti ya Mungu? Bwana akubariki sana na ushikilie imani. Usije ukadanganywa. Mungu akona kanisa lake, na hili kanisa ndio litakwenda mpaka mwisho, na kanisa hili ndio litakalomaliza kazi, sio kanisa lingine lote. Kanisa hili ndio litakuwa mpaka mwisho wa dahari. The Church Triumphant. Hii ni kitabu kinaitwa Last Day Events, statement yangu ya mwisho 62 paragraph 1. Anasema the Church Triumphant will be faithful and Christ-like. Anasema aje? The work is soon to close. The work is soon to close. Sikiliza vizuri statement hiyo. The members of the church militant who have proved faithful will become the church triumphant. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe wale watakaovumilia, na tuliona wale ambao wanatoka ni wale wanaitwa magugu. Hao wanaojitoa wenyewe, hao ndio offshoot wamejaa duniani. Wale ambao watabaki waaminifu, dada wetu anasema katika roho nabii, hao ndio watakuwa kanisa lililoshinda, the church triumphant. Sasa the church of God, it is church militant, bado haijakuwa church triumphant. Kwa hivyo wapendwa, tusidanganyeke. Dada wetu anasema wahubiri wale wa uongo wanaoita kanisa la Mungu Babeli si wahubiri wa Mungu, hawajatumwa na Mungu, ni wamejituma wao wenyewe. Matumbo ndio imewapeleka kule, ndio wao wenyewe ndio wako kule. Mungu hajawatuma. Na dada wetu anasema tuwaogope watu kama hao. Bwana akulinde, Bwana akuhifadhi. Tukutane katika sehemu inakuja. Tunakushukuru Kristo kwa sababu ya neema yako.
Tunasema ni asante kwa sababu ya kujalia mtumishi wako kuweza kufuatilia ujumbe huu. Tunakuomba pale ambapo tujaweka vizuri, Kristo tujazie, ili tunapoingia sehemu ya 3 Bwana tukaweze kuona mkono wako. Mapenzi yako atimizwe katika Kristo tunaomba tukiamini. Amen.